Sasa kitu ambacho Toyota ameamua kukifanya kwenye hizi gari ni kwamba akasema engine hatubadilishi. That you should know. So hata hii generation mpya Hilux inakuja na engine option hizi mbili. Kuna kwenye petroli kuna engine ya 2.7 2TR, kwenye diesel kuna engine ya 2.8 1GD. Ambayo hiyo 2.8 1GD inaweza kaja kama kavu kama hivi na turbo yake FTV au ikaja na mild hybrid. Sawa? Ambapo mild hybrid ni kwamba kuna electric motor ambayo imekaa kwenye sehemu ya starter. Umeona inakuwa na ile MG1 kama let's say ni electric motor MG1 ambayo ina act kama starter motor, lakini pia at the same time kuna muda inakuwa na produce power kwa ajili ya kuipa gari acceleration, lakini ni very limited. Sio motor kubwa sana. So that's why it's called mild hybrid. Sasa hii inakuja kwenye engine ya 2.8. Lakini Toyota amesema along the way kwenye hii generation tutapata plug-in hybrid. Itakuwepo kama sikosi plug-in hybrid, kama sio plug-in hybrid basi itakuwa ni ya hydrogen something. Sababu Toyota double down sana kwenye hydrogen. Lakini you'll see kwamba hii engine ya huku ni ya 2.4, hii ni 2.8. Hii ni 2GD na 1GD. Hasa kwenye generation 2.4 haipo. Kwa hiyo tunapata 2.8 peke yake, lakini as you can see it is pretty much the same engine ambayo ipo kwenye generation ya nyuma 2.8, na huku tunafanya nini? Tunapata 2.8. That is very important to mjue hicho kitu. Sawa, kwamba engines ziko vile vile. And the reason hawajataka kubadilisha engines Toyota ni kwa sababu wamesha prove kwamba engines za GD they are quite reliable. Umeona? Sorry. Hello? The reason Toyota hawajataka kubadilisha engines za GD kwenye generation mpya ni kwa sababu actually Toyota wamesha prove kwamba hizi engines they are quite reliable, quite powerful, there is no need to change. Hakuna haja ya kubadilisha. Wanasema kuna msemo mmoja anakuambia if it works don't change it, ndio? Sasa one of the reason kwa nini Toyota they are sticking to this engine kwa sababu to be fair ukienda kuangalia kwenye category ya engines za 2.0 to 2.5, sawa, au niseme engine ambazo zipo chini ya cc 3000. Sawa. Engines nyingi sana duniani ambazo zina produce 500 Nm of torque au and above, nyingi haziko reliable. Yaani hiyo ndio ukweli, especially kwenye lineup ya pickup na SUV. Inaweza ka produce 500 Nm of torque, yes, lakini is it reliable? Can it produce hiyo power bila kuvunjika au bila kuletea drama? We've seen